إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. watukufu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kumtakia rehma Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza nahusia nafsi yangu na pia za kwa nafsi kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani Allah subhanahu wa taala kaambatanisha jambo la kumcha Allah subhanahu wa taala ndiyo jambo ambalo kubwa lenye mafanikio, kama alivyosema tabaraka wa taala: wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Maryam ya kuwa hakuna miongoni katika nyinyi wanadamu isipokuwa atauingia moto wa Jahannam, na hilo limekuwa ni jambo ambalo Allah shalihukumu, haina tena jambo la kujadiliana, ni jambo ambalo kuwa Allah shalipitisha moja kwa moja. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mbele akasema kuwa kisha tutaokoa wale ambao kuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tutawaacha wale ambao kuwa ni madhalim, wale ambao kuwa nafsi zao wamedhulumu hapa duniani. Hao hataokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wataadhibiwa katika moto wa Jahannam. Hivyo watukufu Islam, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo jambo pekee ambalo kuwa itamwokoa mwanadamu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wapendwa Islam, kutuba yetu ya leo itazungumzia ma yataallaqu bi shahrillahi almuharram. Kutuba itazungumzia mambo ambayo kuwa nafungamana na huu mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi Muharram. Kwa nini watukufu Islam mwezi huu? Kwanza kabisa ni mwezi ambao kuwa tupo nao, lakini pia tuelewe ya kuwa ndio mwanzo wa mwaka wa Uislamu. Mwaka wa Uislamu unaanzia katika mwezi wa kwanza ambao ni mwezi wa Muharram. Lakini pia tupo Islam, kuachilia mbali na hayo, huu ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sura At-Tauba ya kuwa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuwa hakika miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 fi kitabillah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ni jambo la kisheria ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kalipangia mipango maalum. Si kwamba kuna watu wamekuja kugundua kuwa kuna miezi 12 au tuweke miezi 12, bali ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala
ambayo amejalia iwe katika namna hiyo. Lakini jambo hilo yauma khalaqa samawati wal ardh, itokea Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, sasa ndani ya hiyo miezi 12 kuna minne ambayo kuwa ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwa dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini ambayo kuwa ni madhubuti. Kuishi vizuri na hii miezi, kuishi katika hali ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuishi katika hali ya kutomwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndio dini ambayo kuwa imenyoka. Akatuasa Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya miezi hii mitukufu msiwe ni wenye kudhulumu nafsi zenu. Kwa sababu gani? Wanazuoni kwenye kuelezea aya hii wanasema kuwa dhulma ndani ya miezi yote 12 ni kitu ambacho kuwa kimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ndani ya miezi hii minne imeharamishwa zaidi tofauti na miezi mingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhulma ndani ya miezi hii minne mitukufu ni dhulma ambayo kuwa ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi utakayoifanya ndani ya miezi mitukufu ni tofauti na dhulma ambayo kuwa utaifanya nje ya miezi hii mitukufu. Lakini pia hata ujira wake kwenye thawabu, amali ambayo kuwa umeifanya ndani ya miezi hii minne ni tofauti kabisa na amali ambayo kuwa umeifanya tofauti ya miezi hii, ujira wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Je, miezi hiyo ni ipi? Amebainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kuwa amesimulia Abu Bakar radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, haika miaka imezunguka katika mzunguko wake, imekaa katika namna ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameielekeza toka siku ambavyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. 12 shahran, katika hiyo miezi 12 katika mzunguko wake Allah subhanahu wa ta'ala kajalia miezi 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwayo kuna miezi minne ambayo kuwa ni mitukufu. 3 mutawaliyat, miezi mitatu ni yenye kufatana, ambao ni mwezi wa Dhulqaada na huu ushapita tayari, Dhulhijja nao pia ushapita, wal Muharram na mwezi wa Muharram ambao ndio tuko nao hivi sasa. Lakini mwingine wa 4 wa Rajabu Mudhar, na Rajabu ambao kuwa ni mwezi wa Mudhar alladhi baina Jamada wa Shaaban, ambao huu uko baina ya Jamad na mwezi wa Shaaban. Hii ndio miezi mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tadili na huu mwezi ambao kuwa ni Muharram ambao kuwa tuko nao hivi sasa, ambapo leo ni tarehe 4. Je, ni mambo gani ambayo kuwa sasa yanaambatana mwezi huu? Watufu Islam, jambo la kwanza la muhimu ambalo kuwa lenye kuambatana mwezi huu, siyamu yaumu Ashura, ni kufunga siku ya Ashura. Je, siku ya Ashura ni ipi? Siku ya Ashura ni ile siku ya mwezi wa 10. Ikifika tarehe 10, hiyo ndiyo siku ya Ashura. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa kutokana na kufunga somo hii ya Ashura, akasema kuwa ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwenye kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusamehewa madhambi ya kabla ya hiyo siku, kwa maana ya mwaka ambao kuwa umetangulia madhambi yake kusamehewa. Lakini wanachuoni wamekubaliana ya kuwa madhambi ambayo kuwa anasamehewa ni yale madhambi ambayo kuwa ni madogo. Ukiona kuna sehemu imeelezewa katika hadithi au katika athari yoyote ya kuwa ukifanya hivi basi unasamehewa dhambi zako, elewa ya kuwa ni madhambi ambayo kuwa ni madogo. Je, utatambua vipi dhambi ndogo na dhambi kubwa? Kila dhambi ambayo kuwa imekuja kuwekewa adhabu maalum na Allah subhanahu wa ta'ala au na Mtume sallallahu alayhi wasallama, hiyo ndiyo dhambi kubwa. Na wanazuoni wamejitahidi kadiri ambavyo Allah amewajalia, wakatunga vitabu maalum kujalia kuwa hivi ni vitabu ambavyo kuwa vinaelezea dhambi ambazo kuwa ni kubwa. Na kila dhambi ambayo kuwa haijajaliwa adhabu maalum au laana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ni ishara kuwa ni dhambi ndogo. Sasa mfano wa dhambi hii, kwa atakayefunga siku hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake ya mwaka ambao kuwa umepita.
Hadithi hii imepokewa na Imamu Muslim. Lakini jinsi ya kufunga siku hii, je, inafungwa vipi? Wayustahabu siyamu yawmin qablahu au yawmin ba'dahu. Jinsi ya kufunga katika sunna ni kufunga siku ambayo kuwa ni kabla ya hii siku ya 10, kwa maana kufunga mwezi 9, au kufunga mwezi 10 na mwezi 11. Kwa sababu gani? Kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, akasema kuwa la in baqitu, kama nitabakia, kwa maana kama tafikia hiyo siku ambayo kuwa ni Ashura, la asumanna tasia, basi nitafunga mwezi ambao kuwa ni wa 9, ambao kuwa hiyo inakuwa ni siku kabla ya siku hiyo ya Ashura. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine akasema kuwa sumu yawman qablahu, fungeni siku ambayo kuwa ni kabla ya hiyo siku ya Ashura ambayo ni mwezi 9, au yawman ba'dahu, au siku baada ya hiyo siku ya Ashura, kwa maana mwezi 11. Khaliful yahuda, lengo la kufanya hivyo nini? Ni kutofautiana Mayahudi ambao kuwa walikuwa pia siku hii walikuwa kiadhimisha kwa kuifunga, kama ambavyo kuwa ameelezea Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika hadithi, akasema kuwa kadima nabii sallallahu alayhi wasallam al-Madina, amefika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina. Fakadima fawajada al-yahuda, alipofika katika mji wa Madina akawakuta Mayahudi suyaman, ni wenye kufunga siku hii ya Ashura. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuwa ma hadha, ni kitu gani hiki ambacho kuwa mnakifanya kufunga hii siku ya 10 ya mwezi ya Muharram? Wakasema wale Mayahudi, qalu, akasema hadha yaumun, hii ni siku ambayo anja Allahu fihi Musa, amemuokoa Allah subhanahu wa ta'ala nabii wa Allah Musa, wa aghraka fihi Firauna, lakini ndiyo siku ambayo kuwa amemwangamiza Firaun. Fasawamahu Musa shukran, akaifunga Musa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuokolewa na nabii huyu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojibiwa hivyo akasema kuwa nahnu ahaqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi Mayahudi, kwa sababu kwanza kabisa sisi ndio watu ambao kuwa tunafuata mwongozo sahihi ambao kuwa ni wa dini ya Kiislamu. Na Musa radhiyallahu anhu, na Musa alayhi salam alikuwa pia naye ni Muislamu. Kwa hiyo sisi tuna haki zaidi ya kumfuata huyu Musa kuliko nyinyi. Baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha siku hii watu wawe ni wenye kuifunga, lakini tuifunge kwa namna kutofautiana na hawa Mayahudi, kwa sababu dini ya Kiislamu sio dini ambayo kuwa ni nyekuja kutoka kwa dini nyingine. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema hivi, si kwamba kawafuata wale Mayahudi, hapana, bali yeye kamfuata nabii wa Allah Musa. Watu wasije kasema kuwa hapa kafuata Mayahudi kwa sababu Mayahudi walikuwa wanafunga ndio basi katika Uislamu funga hii kawekwa. Hapana, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anamfuata nabii wa Allah Musa kwa kuwa nabii wa Allah Musa alifunga ndani ya siku hii. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.